Oh, mbona bongo ile, mbona apunguki pasteur wa munene. Tembo tembo ata afanye jeune hagondake. Alizaliwa tu tembo wa munene. Haunielewa? Mimi kwangu tetu hivi wa munene. Unanielewa vizuri? Nguvu ya agano ya kimungu inafichwa ndani ya vitu vilivyokatazwa, yani utakaso. Nguvu ya agano ya Mungu inafichwa ndani ya utakaso. Ukitembea kwa utakaso, agano yako na Mungu itakuwa nguvu. Biblia inasema Mungu njo aliyekuwa yule ya mwanaume, na mwanaume ni juu ya mwanamke. Ni mwanamke naomba apige magoti, kisha Bwana njoo amuvalishe. Unaona vile matelevizion nabadilisha akili ya Biblia. Wanaonesha kama mwanamke kupendana ni kawaida. Mwanaume na mwanaume ni kawaida. Unaona? Hata kuma dessin anime yote masiku, lesbienne na homosexuel haikosi. Unaona objectif yao. Munawaza ni vitu vizuri, kumbe lengo lao kuwatenga na Mungu. Kuna watu ambao nisete na simu baba. Simu telefone hii. Anakuwaka connecte mpaka minuit. Tuna chate. Akitafuta toka wanamtumia ingine message. Akatafuta kamusubiri ingine message. Wanamtumia itente akandi gatente gatwe. Sana tatoka wanamtilia komedia na cheka. Achaurungira komeda karara twe. Chenene ya minuit. Gushika sasa busingizi. Uitiro. Analala. Ugasinzira ku telefone. Akishituka tu mundoto. Abyutse mundoto. Ata 3h. Ata ni 3h. Hata omba ya kwanza telefone. Anaactivate na connection. Sina message. Na message ilimo. Objectif ni nini? Imekutenga mbali na maisha ya maombi. Unatalala ya mwisho uligusa ni simu. Ukishituka hata ndoto mubaya hauombake, wewe ni simu tena. Jo uko connecté minuit 3h 2h sayo. Unaomba saa ngapi? Usenga saa ngapi? Tokeo ulianja soma ma message na kuona komedi, ulipata nini? Kuva wasoma message no kurondera ma komedi. Inafanana kukusaidia, lakini lengo inakutia mbali na Yesu. Bigusize kure n'Imana. Unanifuata vizuri? Uriko munangurikirana neza. Ndio majibla ile. Inafanana ya mzuri, lakini lengo yake ikutie mbali na Mungu. Wangapi wako hapa mwenye analala usiku bila kulala, me telefone anagusa. Fatu hivi sisikie haya. Na ukilamuka ya kwanza ni telefone. Yani Biblia uko hata nayo. Biblia ni bei gani? Bei gani huko? 30,000. Na hii telefone inaweza kuwa ngapi? 350,000. 400,000. Ndio tunata mtoto mwanafunzi. Iko na telefone ya 400,000. Lakini Biblia 30,000 hana hiyo. Akilala bengine biko na Biblia bali basaidia nao. Inakuwa mukabati. Inatoka tu dimanche. Mais akilala kukichwa yake ni telefone. Akishituka ni telefone. Akitalala ni telefone. Mais Biblia iko mukabati. Ili mukabati. Ni dimanche tu. Dimanche gusa. Njoo netia ile makwapa yake ya kunuka. Ni ushire muri ya muri kwa hakwa. Ananja ima pumuzi watoto wa Israeli. Anakuya. Sema usicheke mama. Sema. Fuonge. Ukajitangura kunukira ubwoko bwa Israeli muko hakwa.
mpaka Yakobo anajiuliza, nimeingia makwapa ya wapi? Unaua watoto wa Israeli na hufu. Ndio unakesa Dimashi. Ukatoka na Dimashi. Mungu asamee taifa lake. Imani babarira ubwoko bwayo. Shetani asiwapeleke mbali na Mungu. Shetani na abatware kure n'Imana yake. Ndio utaona mtu anaweza faa saa 4 anaangalia seri The Love of the Heart, mapenzi ya moyo. Anajua tena maneno yote wanasemaka mule. Pale mwanamke anasema sasa mimi Aisha jua maneno yote. Lakini muulize tu verse 2. Hajua hata moja. Lakini anajua filme ya Johari yote. Ukianza omba tu dakika 10 unalala. Lakini filamu kianza 4 dita macho natomoa kama mchawi. Yewe mkanisa bakihubiri mwishengeravuza ubutumwa yanakawia aratevye samalize nioheza. Lakini filme film ikiisha waendelee ingine. Bagana kuzana yindi. Unaona vile shetani amekupeleka mbali na Mungu. Shetani alikuwa gutwara kure. Uko na nguvu. Lakini shetani amelewa. Nguvu yako inaomba ifanye dhaifu. Akupeleke mbali na Mungu. Ukikuwa mbali na Mungu, njoo sasa nakutupia magonjwa vizuri. Una uwezo ya kujiombea na kupata uponyaji. Lakini shida uko msaifu wa maombi. Nani alikuambia? Kama ni pasteri tu naombea naka unapona. Ahadi ya Biblia inasema kila atakayeamini Yesu amefanyika kuwa mwana wa Mungu ataombea wagonjwa na watapokea uponyaji. Haivyo kwa wapasteri tu, hata wewe unaweza ombea mgonjwa na anapona. Lakini shida huko mvivu wa maombi. Mvivu wa maombi. Jo wavivu wa maombi, alama yao wanapendanga tu unabii. Ubatabirie tu. Mungu haiko mfumu. Mungu haiko radio. Hasemake saa yote. Hata kimya ya Mungu ni jibu. Hata ukimya wa Mungu ni jibu kwa Yesu. Kumbuka Getsemane. Yesu aliona anatafuta kufa, akapiga magoti, akaomba mara 3, akaambia Mungu, Baba, ikiwezekana kikombe hiki unipitishie. Na njoo alikuwa Yesu, lakini Mungu hakumujibu lolote. Sikiliza nikuambie, hata kimya ya Mungu ni jibu kwa wanadamu. Usifanye Mungu kuwa mfumu. Ukimwona ananyamaza, elewa kimya yake pia ni jibu kwako. Jo wavivu wa maombi anapendeka tu unabii. Bamutabirie tu. Niambie maisha yangu. Baada ya pale itakusaidia nini? Biblia inasema Israeli ilikuwa mshida. Mungu akutumaka unabii, lakini Bwana alituma neno, na neno ikaleta msaada kwao. Ndiyo maana Wakristo wanaopenda unabii hata njia za wafumu wanaenda. Sababu pia wafumu wanatabiri, walozi pia wanatabiri. Sikiliza nikuambie, tunaweza kuwa mnyumba ya Farao.
Joseph anaweza tabiri, lakini wafumu wa Farao pia wanaweza tabiri. Ukipenda unabii sana, siku Mungu hatasema kitu, utaenda tafuta wafumu. Kama wamutabiri eti amafuta haiko tena, nani alikwambia kama amafuta ni kutabiri? Nimetembea East Africa, nimeona watu wanatabiri nguvu sana, lakini ni wachawi wa Freemason Illuminati. Unawaza mtu akitabiri njoo na Mungu? Silo wafumu wameacha kazi, wamekuwa wapasteri wengine. Mtu anatabiri, kutabiri yote sio ya Mungu. Usitembe machumba za maombi juu ya mabunabii. Mungu akuongoze mbele ya pasteri wako umoya. Usichange mikono juu yako, watakuiba hata nyota uliobakia nayo. Dunia inaharibika. Shetani ametuma watumishi wa uongo, wanajaa madawa na uchawi, wanaweza tabiri, lakini hawana Mungu ndani yao. Utanifuata vizuri. Wewe lendi mchumba maombi ya Charama, mardi chumba maombi ya Gitarama, mercredi unapanda mulimani Gitega chumba maombi kule. Wewe mtu mmoja banabii 12, unatafuta nini? Ni msaada tu ama ni machanganyiko? Sio kila mtu anahitajika kutilia mkono. Ukikutana na mtumishi wa Mungu wa uchawi, akikugusa kukichwa, anabeba nyota yako. Njoo wewe tu, kila mtumishi unaleta kichwa. Nake kenye lukua nako banakabeba kote. Haunyelewi vizuri. Haunanyelewa. Hautapenda mafundisho, lakini mtume atafundisha. Nasema wengi wanaweza tumika, lakini agano zao ni za kimapepo. Sijui kama huko wanajaa, Kongo wanajaa sana. Kongo tunajaa na wavile sana. Tanzania, South Africa, ndo wakiniona ya kwanza niko na profesa, bahadaye wanakani uliza na wako wetu wenu njoa wone nda wapi? Naambia mie naenda kumagoti, wanasema obongo ite, lakini kisha siku anasema ndio wewe huko wetu. Ndio na makanisa ingine ni makubwa sana, lakini wanasema hatutakupokea, hauko wetu. Mwae huduma wanakupangia mkutano kanisa mnene, sababu pastor alikuwa mjaonana. Siku mnaonana kumbe ni wagiza, na watu mkanisa wanajaa hivi sana kuangalia hauko wao. Anasema mtumishi wa Mungu, urudie mwezi kesho, sababu tuko na vipango vingine. Badana kuambia hauko wetu, wote haribisha kazi yetu ukipanda kwa masababu. Hapa kuna Mungu, ndio maana Mungu aliruhusu nipande masababu. Hata hapa Bujumbura nina makanisa mengi sana zinanitafuta. Mengine Mungu ananiambia usiende kule, usiende pale, usiende pale. Naenda fasi Mungu ananiambia uende pale. Pale niko hapo, ubiri ukweli,
sababu ni agano moja ya Yesu Kristo. Kanisa zingine unaanza ubiri, pastor anakuambia mu office hapa mkanisa yetu usihubiri utakaso, ubiri tu mavoyage na mariage tu. Ukisema utakaso utanikimbizia watu. Hapana, taza kuivanga. Jo unaanza na wewe tu utaenda Ulaya. Na ukatutanguruza Ulaya. Malheureusement nyuma yao mimi na bakorogaka. Siku ya kwanza mimi naanza utaenda Ulaya. Utaenda. Uzogenda. Sasa walio Ulaya wataenda wapi? Abari muri baya batagenda. Siku ya pili Noa. Siku ya tatu si watu wananipenda wananiongezeka. Ikifika Jumapili warisha kuwa wengi hivi. Sasa pastor anasema Jumapili ndio vitaeleweka. Jumapili wewe unasema koroga wale watu. Njoo yako ya mwisho leo. Hata bakupokee tena mafu. Sema tu kweli. Jumapili sawa watu waisha jasa. Nabadilisha ujumbe. Amini Yesu. Acha maisha ya zambi. Acha uchawi. Utakaso. Ndio na pastor pale. Pastor akatanda bikijisho. Akatamzimira. Akatara umwanya. Hakuna kisa dikati. Kandi ya Tunaambia watu wanatamani kuokoka kutubu zambi mkuche. Kukizwa ni Mose akatafungi. Wanakuja tunawabatiza tunaambia pastor. Hautatuona tena hapa. Namaliza kazi yako. Lakini hapa kuna Mungu. Sababu tunahubiri ukweli. Na ukweli nafungua maisha ya watu. Tutahubiri ukweli. Na ukweli tafungua maisha ya watu. Simama tuombe Mungu. My God. Agano za kimungu inafichwa ndani ya utakaso. Agano ya kimapepo imetesa sana Afrika. Wababu mwingi wa Kiafrika. Nasema hivi, kila Africain kizazi yake ilikuwa kama uchawi. Nani mwanapili mufasiri? Hata mie kizazi yangu walikuwa kama wagano za kichawi za. Sababu zamani hatukuchua Yesu. Tulikuwa naabudu shie kukabila yetu, tulikuwa tunaabudu ngombe. Na nyama yetu toteme ilikuwa chui. Yaani toteme ni nini? Toteme ni nyama ambao kila kabila ama kila taifa inakuwa na nyama yao ambao njoo ukingo yao. Nchi ya Kongo, nyama ya ukingo ya uchawi ya Kongo inaitwa leopard. Leopard. Hapa Burundi ni nyama gani? Kila taifa ina nyama yao. Kila taifa ina nyama yao. Hapa ni simba. Hadi mko wakali. Manake Warundi ni wakali. Sababu simba ni asira kurahua kabisa. Pasu. Inara iratanya guza. Njoo mwana mnakuwa wakali hivi. Kumbe ni simba. Mtu. Unaona? Na ule mtu pia alikuwa naomba mizimu fulani. Kila Afrika alikuwa naomba miungu. Sababu ni wazungu walituambia habari ya Yesu wakati ya colonization. Si ndio tulichuaka Yesu? Si ndio baba? Sasa batate yako walikuwa naomba nani? Walikuwa naomba nani?
kila Mwafrika umunyafrika wese alikuwa mu maagano za kichawi. yarafite amasezerano n'imhemu zikuzimu. Sasa tulipopokea Yesu tukamaliza nguvu ya agano ya kichawi, tukaingia muagano sasa ya Yesu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Na nifuata vizuri. Ndio maana Waafrika wengi uchawi wa Afrika ni ya roho mbaya. Mwingine akifanyikiwa hoe na lumu. Ukipenda ujue alama ya kwanza ya uchawi ni roho ya wivu. Ukisikia wivu juu ya baraka ya mwingine, elewa kama uko mulozi. Mwingine akipendeza unasikia wivu, ukingali muagano ya uchawi. Mwingine akizala unasikia na kuluma moyo, uko mchawi pasipo kujua. Kila aliyekuwa na wivu ni mchawi. Unakwazika. Usiogope, tutataka kuomba dakika 2 tu. Afrika yote ilikuwa mu maagano ya giza. Usiku wa leo nilipokuwa naomba Mungu, kwa sababu nikikuwa kwenye mkutano fasi na kuwaka naomba Mungu juu ya ile fasi, naambia Mungu juu ya ile kanisa, watu wanakuja kukuangalia wewe, haiko mie, na lazima useme kitu, na lazima utende. Mungu akanionyesha kitu ya kwanza, pastor. Mungu akaniambia hivi, usitoke hapa pasipo kutia wabinti na wa jeune garçon katika agano za mandoa. Nifuate vizuri.